Mambo vipi? Leo nahitaji kufundisha na kutoa darasa kuhusu kipengele cha developer. Kipengele cha developer. Simu nyingi zinakuwaga nzito. Unakuta simu vipengele vingi vinagoma kufunguka. Ukiweka bando muda mwingine inaisha haraka japo kuna sababu nyingi. Unakuta simu inakuwa taratibu sana. Sababu kubwa ni kipengele kimoja kinaitwa developer. Hapa kwenye developer kuna mambo mengi ambayo unaweza ukayafanya. Kwanza namna kufika, inabidi uende kwenye setting ya simu yako, setting ya kawaida, setting menu ya setting. Fika kwenye setting, unaenda kwenye system. Fika kwenye system, unakuja kwenye about phone. Ukiangalia hapa nyuma ya about phone hakuna kipengele kimeandikwa developer, hakipo. Kwa kisha kuja kwenye hapa about phone, unakuja chini. Unakuja hapa kwenye build number. Hii unaibonyeza mara 7 haraka haraka. Unaweza kubonyeza kwanza mara 2, 1 2 3, kuna maneno yanakuja hapa. Unabonyeza, kuna maneno yanakuja. Mwisho anakuambia you are now a developer. Kwamba tayari sasa wewe umekuwa kama admin kama mwenye simu yenyewe, unaweza ukacontrol mambo ya simu. Baada hapo unarudi nyuma mara moja. Ukirudi nyuma mara moja utaona sasa hapa developer option. Mwanzo haikuwepo hii developer options. Mara ya pili imekuja kuonesha kwamba wewe sasa ni admin, unaweza ukacontrol mfumo wa simu unavyotaka wewe. Kwa unaifungua. Ukifungua hapa inakuletea vipengele vingi zaidi, hata yani ni vingi hivi hapa hivi. Na kila kipengele kina kazi yake. Sasa moja ya vipengele ambavyo unaweza ukavifanya au ukafanya mambo ambayo unaweza kufanya, cha kwanza ni kwamba unaweza kupitia hapa kwenye developer option, unaweza ukaitumia kufuta usajili wa simu. Hata wale wanaodhibutuaga wale wanaingilia kwenye kipengele hiki cha developer option, ndo wanapodhibutua. Kitu cha pili, kuna baadhi ya watu wana haki location kwenye simu. Ukimtafuta kwenye simu anakuonesha kwamba labda yuko Mbezi, location inaonesha yuko Mbezi, kumbe muda huo yuko Ilala. Kwa hiyo unaweza ukamuka mtu ambaye anaficha uficho wake kwa namna hiyo, unaweza mock location yako. Unakuja hapa ni chini kabisa, kipengele cha chini kabisa hapa kwenye mock location hapa. Mock location hapa. Baada hapa ingekuwa hapa kuna wifi vizuri au nimeweka line, ingeonesha namna ya unaweza ukamuondoa mtu ambaye ameficha, amehide location yake, ikaonesha location yake ambayo ni ya kweli. Jambo lingine, wale wazee wa kuflash wao wanatumia programu hii kuingiza faili la simu. Kuna baadhi ya simu zinahitaji upitie huku ili uingize faili la simu. Lakini pia ukitaka simu yako isome kwenye kompyuta kama ilivyo, ukiamua safari kama kuna program zinasumbua ku uninstall au zinasumbua, unaweza kuzirekebisha kupitia unakuja hapa kwenye debug USB debugging hapa. Unaiwasha, alafu baada ya hapo unaichomeka USB, unachomeka kwenye kompyuta. Ikikubali, basi simu na application zake zote zinasoma kwenye kompyuta. So kama unavyotumia USB ya kawaida, ukitumia USB ya kawaida inasoma tu faili, inaleta ile option ya faili, unaingia kwenye memory card na nini. Lakini ukitumia hii mfumo mpaka wa mafaili unakuja kwenye kompyuta. Kwa hiyo unaweza kuamua baadhi ya mafaili ukayatoa kupitia kompyuta yako, mafaili ya simu. Kwa hiyo simu inahamia kwenye kompyuta yako. Pia husaidia sana processor kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, unaweza kukuta simu imefungua mafaili mengi. Mfano unakuta labda faili fulani limefunguka linafanya kazi lakini huwezi kuona. Yaani ukiona kwa unakuta simu inakuwa ni nzito. Ndio ukiweka bando inaisha haraka. Option huwa ni mbili. Option ya kwanza unaingia huku. Ukishaingia hapa, unakuja hapa kwenye memory au kwenye CPU, kuja hapa.
Zipo nyingi. Ukishafika hapo watakuonesha vitu ambavyo vinafanyika kwenye simu yako vyote. Kwa baada hapo sasa unaweza ukaamua ukafunga baadhi. Ukishafunga baadhi au pia unaweza ukaamua mfano kama simu huielewi, unakuja hapa unabonyeza hapo kwenye reset default hapo, kisha bonyeza, wanakuambia kama tayari imeshasimama. Kama kulikuwa kuna programu nyingi zinafanya kazi kwa wakati mmoja, zote zinazima, inabaki labda ile ambayo umeifungua moja. Njia nyingine pia, kama unaona mfano ukiweka MB zinaisha haraka, unaenda kwenye kipengele cha ku-update, unakuja kwenye software update, unarudi nyuma, unakuja kwenye software update. Hapa ingekuwa kuna MB wanakuonesha, kwa unaweza kutumia wifi au MB za kawaida una update. Japo baadhi ya simu zinahitaji utumie wifi peke yake. Kwa hiyo leo nilitaka nifundishe kipengele hiki, namna ya kutumia namna ya kutumia au kufanya simu yako ambayo ni nzito iwe nyepesi na masuala mengine kama hayo. Asante.